Naam, karibu sana katika mwendelezo wetu wa lectures za C++ programming language, na leo tutaendelea na lecture ya pointer, lecture number 2, ambayo tutajifunza kazi mbalimbali ambazo tuko nazo katika pointer. So lecture number 2 tutadiscuss pointer tukilinganisha na address. Wazo kuu, ikiwa utatumia tu alama ya ampersand na variable, hii ni just kama kuangalia tu namba ya nyumba unaiona, lakini hauiwezi kuibeba. Lakini ukifanya declaration ya pointer ni kama kuandika namba hiyo kwenye karatasi. Unaweza kuibeba, kupitisha kwa wengine, au kuifuta na kuiandika namba nyingine. Kwa hiyo hii ampersand na variable just inakusaidia tu kuiona tu kwamba ile variable yetu anwani yake ni ile pale, inakuonesha tu. Lakini tukifanya declaration ya pointer inahifadhi kabisa ile value ya yani inahifadhi kabisa ile anwani ya variable yako. Kwa hiyo muda wote ina uwezo wa kuionyesha, na pia ina uwezo wa kuionyesha value yake. Tutaiona kupitia programu yetu kazi mbalimbali ambazo yuko nazo huyu pointer. So sababu tatu kuu ambazo zinatufanya tutumie pointer, tuache kutumia alama ampersand na variable yetu tu peke yake. Tunafanya declaration ya pointer, sababu kuu ni tatu. Storage, pointer inahifadhi anwani ili itumike baadaye. Lakini ikiwa utatumia tu alama ampersand na variable, hauwezi kuitumia hiyo anwani yako katika programu yako sehemu nyingine yoyote. Lakini tukifanya declaration ya pointer tuna uwezo wa kuitumia kwa sababu tuko nayo. Declaration ya pointer inahifadhi anwani yako, kwa hiyo tuna uwezo wa kuitumia muda wote. Kwa ya pili, sababu kuu ni flexibility. Pointer inaweza kubadilishwa kuelekeza kwenye variable nyingine. Tutakuja kuona kwenye programu yetu. Tutapoint pointer yetu kwenye different variable. Kwa mfano kwenye programu yetu tunazo pointer yetu hii imepoint kwenye x, pia pointer yetu imepoint kwenye y. Lakini ikiwa tutatumia alama ya ampersand na variable yako, itabidi wewe una change kila muda. Lakini kupitia ile pointer yetu ambayo tumedeclare, tuna uwezo wa kuchange variable na kujua anwani ya variable nyingine. Pia inatusaidia kwenye communication, na ruhusu function ishikilie anwani yako unaitumia. Kwa hiyo inakusaidia unaitumia anwani yako sehemu mbalimbali ya programu yako. So labda tuangalie mfano wa program ambao inaonyesha kazi mbalimbali uko nazo huyu pointer. So hash include iostream using namespace std int main. Tukifungua bano tuna int x ambayo ni sawa na 10, int y is equal to 20, int alama asterisk, then tunaacha nafasi p which is equal to ampersand x cout anwani ya x bila ya kutumia pointer, then tuna ampersand x endline cout anwani ya x kwa kutumia pointer p, ambapo p endline cout thamani ambayo ipo kwenye x asterisk p endline, then declaration ya another pointer asterisk p ambayo ni sawa na ampersand y cout anwani ya y bila kutumia pointer, ampersand y endline cout anwani ya y kwa kutumia pointer, p endline cout thamani ambayo ipo kwenye y asterisk p endline return 0. So tukiangalia programu yetu hii, ikiwa utaangalia kwa makini, tunazo kazi tatu za pointer. Kazi ya kwanza, pointer yetu kama tunavyojua declaration ya pointer, tunafanya declaration ya pointer kwa kuweka alama asterisk alafu tunaiandikia name yake. Kwa hiyo pointer yetu hapa jina lake ni p, ambayo imeenda kupoint kwenye variable ya x. Maana yake inaenda kusoma anwani ya variable yetu ya x, na variable yetu ya x ama box letu ambalo limekuwa named x limestore 10. Na pia kwenye mstari wa chini huku tuna declaration ya ile pointer yetu ambayo jina lake ni p, lakini tumechange
tumechange ile reference from x tumeenda kwenye y. Kwa hiyo kwa hapa inaenda kusoma anwani ya y. Kwa hiyo tumeona kwamba tukitumia pointer tuna uwezo wa kufanya reference au kusoma anwani zaidi ya variable moja. Tutaiona hapa tukifanya compile run, itatusaidia kuweza kusoma hii anwani yetu kwenye x, pia itatusaidia kusoma anwani yetu kwenye y. So program yetu itasoma hapa during compilation program nzima. So during running itaanzia kwenye main function, then ita display anwani ya x bila kutumia pointer na %x, maana yake hii inamaanisha kwamba ni anwani ya x. Kwa hiyo ita display anwani ya x, then itakuja kwenye mstari wa pili ita display anwani ya x kwa kutumia pointer. Hapa tumetumia pointer. Hapa just tulitumia tu ile ampersand na x. Hapa lakini tumetumia pointer, so itaangaliwa pin nini? Pin pointer. Imekuwa declared pointer ambayo imekwenda kupointi kwenye x. X yetu ipo hapa. Imeshakuwa declared. Kwa hiyo itaonesha hapa anwani yake. Then cout thamani ambayo ipo kwenye x. Unaona thamani ya x tuna uwezo wa kuijua kupitia declaration ya pointer. Just unachukua tu pointer yako p, nyuma yake unaiwekea asterisk. Kwa hiyo kazi nyingine hii, kazi ya pili ya pointer. Pointer pia inakusaidia kujua ile value au thamani ya ile anwani yako ambayo umepoint. Hapa tulipoint kwenye x. Kwa kuweka asterisk nyuma ya hii name ya pointer, tuna uwezo kwa access ile value. Kwa hiyo hii ni moja muhimu, lakini ikiwa tutatumia tu ampersand na variable yako huwezi kujua value yake ambayo ipo kwenye hiyo anwani yako, lakini pointer inakusaidia kuweza kuaccess ile value. Kwa hiyo hii ni kazi ya pili ya pointer. So ita display thamani ambayo ipo kwenye x, itaonesha value ya p, yani value ya x, kwa sababu hii pointer yetu ilipoint kwenye x, kwa itaonesha value yake ni 10. Kwa itaonesha thamani ambayo ipo kwenye x 10. Alafu itakuja hapa cout ita display anwani ya y bila kutumia pointer. Kwa vile kuna ampersand y, maana yake hii inasoma kwamba ni anwani ya y. Naangalia huku y imekuwa declared, itaangaliwa 20 ipo kwenye location gani, itakuwa displayed address yake ama anwani yake. So itakuwa ni anwani ya y bila kutumia pointer, itaoneshwa hapa. So anwani ya y kwa kutumia pointer itaangaliwa p. Kumbuka kwamba kwa sasa hapa tulichange reference ya p from x ikawa ni y. Tulichange kwamba tulichange from x to y. Kwa hiyo sasa hivi itapoint kwenye y. Itaangalia address ya y ambayo ni store 20. Ita display hapa. Alafu itakuja kwenye line ya chini thamani ya ambayo ipo kwenye y itakuwa ni asterisk p. Kumbuka kwamba asterisk p tunaenda kuaccess ile value ya kwenye anwani yetu. Kwa sasa pointer yetu ili point kwenye y, kwa hiyo tuta access value ambayo ipo kwenye anwani ya y. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa kutumia pointer tukicompare na hii reference operator tu peke yake. So let us compile and run.